na mafundisho kuhusu msalaba. Go to Matthew chapter 16. Injili ya Mathayo sura 16. Tutasoma mstari wa 21 hadi 25. Let me read. From that time, Jesus began to show his disciples that he would go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Then Jesus told his disciples, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Verse 25. For whoever will save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Amen. We had a message. Now we are also, our message was the stigma of the cross. The stigma of the cross. Awali nikasema kwamba ni kovu la msalaba au donda la msalaba. I try to define the meaning of stigma. Stigma is a mark of disgrace, or shame, or wounds. Stigma can be of diseases. Stigma can be accidents, of poverty. It can be of psychological and other things. But we are looking about the stigma of the cross, not of accident, not of diseases, not of poverty or psychological. We are talking about the stigma of the cross. Hallelujah. Tumeona why we have to go to Calvary, why we have to go to the cross. Tumeona the first stigma of the cross. The cross is a place of separation. Tumeona kwamba msalaba, when we are talking about the cross, we mean separation, which is the first stigma of the cross. Tumeona kwamba when Jesus went to the cross, he was separated from everything. He separated with his family, he separated with his friends, and he hung on the cross. Kwa hiyo msalaba ni mahali pa kutenganishwa. Unatenganishwa na jamii yake na rafiki zake na mambo mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba there is a separation. Cross is a place of separation. Tunaona kwamba msalaba ni mahali pa kujitenga, unatengwa. Kuna mambo mengine ya kujitenga ili ufike kwa msalaba. Tusema kwamba huyu amefika msalabani. Mtu akifika msalabani si kazi rahisi. Ili ufike msalabani lazima uwe umejitenga na mambo mengine. Ndugu atakuacha, friends will separate with you,
hata mwenyewe you have to separate with things which can be hindrances to you to reach to the cross. Hallelujah. Tumeona kwamba lazima tujitenge ili mambo mengine tujitenge ili tuweze kufika vizuri kwa huo msalaba. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Tulisoma Philippians chapter 3 verse 7 when Paul was talking about the cross. Let us go there, Philippians chapter 3 verse 7. My Bible says, Philippians chapter 3 verse 7. Philippians chapter 3 verse 7. The Bible says, but whatever gain I had, I counted as a loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as a loss because of surpassing mercy of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his suffering, becoming like him in his death, that by the means possible I may attain the resurrection from the dead. Verse 12, not that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own because of Christ Jesus has made me his own. Bwana sifiwe sana. Verse 13 says, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forget what lies behind and straighten forward to what lies ahead. Bwana sifiwe sana. So Paul, to reach at the cross, ilibidi ajitenge. What was benefit to him, he counted it as a loss. Bwana sifiwe sana. I think the other version say he counted it as a cow down. Aliona kwamba si vya muhimu. Kwa hiyo ili tuweze kufika huu msalaba wa Yesu, ili tuweze kufika msalabani, tuweze kuwa tumeingia kabisa ndani ya Ukristo nzuri, lazima tuachane na mambo mengine. Lazima mambo mengine hata kama ilikuwa ni faida kwetu, yasionekane faida tena katika maisha yetu. Ndio Paulo akasema kwamba niona kama hasara ili niweze kupata Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuitwa Mkristo na kuwa Mkristo, Ukristo si jina. Ukristo ni maisha ya Kristo. Ukristo ni maisha ya uchamungu. Bwana asifiwe sana. Number 2, tumeona kwamba the cross, or the second stigma of the cross is the cross is a place of misunderstanding. Kwamba ni mahali ambapo haueleweki. Msalaba haueleweki mara nyingi. Hata watu hawauelewi hata sasa hivi. Tumeona kwamba even Mary, the mother of Jesus, did not understand about the cross. That's why she was crying when she saw his sons crucified. She was crying. Other women were crying kwa sababu hawakujua msalaba nini. Hawakuelewa kwa nini Yesu akubali kwenda msalaba. Until today, people are not understanding. Many people are not understanding. Misunderstanding of the cross. Kwa hiyo angejua msalaba ni nini, nafikiri asingelia, bali angeshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Peter did not understand the cross. Tumesoma maneno hayo. Ndio maana he tried to hinder Jesus. He rebuked Jesus. Don't go there. Don't accept that. He didn't understand the cross. If he really could understand about the cross, he could not fight for Jesus. Asingepigana. Lakini kwa sababu kutotambua
msalaba ni nini, about the resurrection, ndio maana alijaribu hata kumshauri Yesu asiende. See, today people don't understand the cross. We thank God for Peter. One day when he was filled with the Holy Spirit, he came to understand the meaning of the cross. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So many people even today, they don't understand about the cross. Number 3, tumeona kwamba the cross is the place of ridicule. Ni mahali pa fedheha. Calvary is also the place of ridicule. At Calvary, priests sneered at Jesus. When you check as a crowd sneered Jesus, gathered to watch him. They mocked him. Kwambia ulisema wewe unaweza kujenga hekalu siku 3 na iweke. Haya, jitoe msalabani. Uliponya wengine. Haya, na wewe jiokoe, kwa sababu hawakujua msalaba ni nini. That's why they mocked Jesus. That's why they sneered him. Priests sneered him, because it is a place of ridicule. Bwana sifiwe sana. Ili msalaba uwe katika maisha, tufike msalabani, tuokoke kabisa, we have to accept sometimes ridicule. Amen. And people fear to be ridiculed. Watu hataki fezea, wanataka, ndio maana unakuta mtu he's just religious, she's just religious, hataki kuingia ndani kabisa ili aweze kufika msalabani. Bwana sifiwe sana. Maana kufika msalabani, you separated, unajitenga na dhambi, unajitenga na mambo mengine. Kwa hiyo utakubali, utazihakiwa. Amen. Amen. Hata kuzihakiwa, utazihakiwa. Jesus was killed because of the cross. Amen. Hallelujah. Amen. Today we are talking number 4. The cross is a place of deception. Ni mahali pa kuachwa. Bwana sifiwe sana. Calvary is also a place of deception. When Jesus was handing out food, healing, seeking people, and raising dead, massive storm about him. When Jesus was healing people, wakati Yesu alikuwa anaokoa, anaponya watu, anainua watu, anatoa katika vifo, anaponya wagonjwa, anawalisha chakula, umati wa watu ulikuwa unakusanyika kwake. But when he went to the cross, he didn't see anyone. Hello? Bwana sifiwe sana. Wakati ameenda msalabani, by the time he reached Calvary, most of them had deserted him. At Calvary, his enemies far outnumbered his friend. He saw only his enemy around him. All his friends, all the people he raised his days, all the people he fed, all the people he preached, all the people he healed their sick, were not around. Walimwacha. Katika msalaba, when you pray at the cross, ni mahali pa kuachwa. Unakubali kuachwa. Some people don't born again really. Some people don't want to go deep and in Christianity, in salvation, kwa sababu hawataki kuachwa. If you want to really to be born again, to be deep, really born again in salvation, lazima ukubali kwamba utaachwa. Faith will desert you. Watu wengine hataki kuachwa na marafiki. Family can desert you. Even sometimes your wife or your husband can desert you. Your children can desert you. Wanaweza kukuacha kwa sababu ya Yesu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Biblia inasema kuna mmoja hapa anaweza kukupatia ushuhuda kwamba aliachwa na jamii kwa sababu ya kumjua Yesu. Kuna mmoja hapa ana ushuhuda. Oh, somebody for that. Amen. Lakini tukanyake. Lakini ndio imetokea. Those people you are sharing with them, who are shared, wala kama mlikuwa na shiriki dhambi. Usipokubali kuacha, itakuwa ni shida.
Wakati umeamua kumfuata Yesu, watakuacha. Wale ambao mlikuwa mnashiriki pombe, wale ambao mlikuwa mnashiriki mambo ambayo hayafai. When you make decision of following Jesus, when you make decision of getting salvation, lazima utapoteza hao watu. You start a new life. You start a new chapter. Ni mahali pa kuachwa. If you don't want to be left by people, if you don't want to be inside by people, utakuwa na shida. Bwana sifiwe sana. Yesu aliachwa na marafiki wale wote ambao alikuwa na nini, wakati alikuwa anatembea niuliza, people are clapping for him. Walikuwa ni wengi. Na kuna wakati Yesu aliuliza wanafunzi akasema kwamba kwani nini mnataka kwenda? At the cross is a place of decision. Bwana asifiwe sana. Ni mahali unaweza kuachwa. At Calvary his name anywhere for outnumbered his friends. Even disciples who had walked with him so closely fled in fear. Not only other people, even his disciples, those who were close with him, wanafunzi wake walimwacha, walimkimbia kwa sababu ya uoga. One person tried, Peter tried, but finally naye alimwacha. He denied him openly 3 times. Aliachwa hata mitume wake, hata wanafunzi wake walimwacha. Even a close friend like Peter alimwacha. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo usishangae. If you want to be really born again, be deep, usonge kabisa katika maisha ya kumishia Mungu. You have to accept sometimes being decided by people. Amen. Hallelujah. That's the stigma of the cross. Kuachwa si kazi rahisi. You have to accept that. You have to be ready for that. Kwa hiyo when you are singing about the cross, ndio maana nasema kwamba anataka kunifuata abebe msalaba wangu ili aweze kunifuata. Lazima ukubali hata kuachwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Wazazi wanaweza kukuacha, hata mimi naweza kukuacha, hata kwa sababu ya Yesu, hata watoto wanaweza kukutenga kwa sababu ya Yesu. That is the message, that is the stigma of the cross. Jesus was left by everyone. He was a close friend. Bwana sifiwe sana. Those who would truly be Christ's disciple should expect deception. Those who do not understand the message of Christ and those who understand the message but rejected it will desert the one who goes to the cross with our Lord. Kuna kuachwa, kuna kutengwa, kuna watu wanakuwa mbali na wewe. Marafiki wanakuwa mbali na wewe kwa sababu umeokoka. Bwana sifiwe sana. Kuna watu wengi wanataka kuokoka kwa sababu wanasema sasa si marafiki wataniacha, Yesu atakuacha. Kubali. Bwana sifiwe sana. Yesu jamii yako itakuacha. Wewe msalaba lazima ukubali. That's the stigma of the cross. Je, nitakuwa naongea na nani? Kazini wanakuacha. Wanasema huyu mwache ameshakuwa amepotea huyo. Lakini kwa sababu ya msalaba, Bwana sifiwe sana. Kwa sababu ya msalaba, lazima you have to cut the cross of being deserted even by the friends or the closest friend. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo tunapoongea the stigma of the cross is a place of deception. Bwana sifiwe sana. Ni mahali unawachwa. Si kujitenga, hata kuachwa inatokea. Sometimes it can happen to you and you have to agree and you have to accept that kwa sababu ya Kristo. Bwana sifiwe sana. Until you accept that, usipokubali utaendelea kuwa mshikamini kwa sababu hutaki kupoteza. Lakini lazima tukubali Bwana. Number 5, the cross is a place of humiliation. Yesu aliachwa kwa sababu ya msalaba. Number 3, kwamba mahali is a place of humiliation. He was humiliated enough. Calvary is also a place of humiliation.
There is no pride at Calvary. Kwa msalaba hakuna kiburi. There is no who I am. You know who I am. You know my position. You know my education. You know how rich I am. If you want to be born again, really, there is no pride there. Hakuna kiburi cha wewe ni nani. Wokovu haweni na kiburi, ni kunyenyekea. Amen. Watu wengi hawaokoki kwa sababu ya kiburi. Wanaona kwamba vyeo walivyo navyo, positions they have, money they have, respect they have, and other things, asema nitapoteza, watu hata niheshimu. At the cross is a place of humiliation. As long as you don't want to be humiliated, you cannot get saved. Hawezi kufika msalabani. Salvation will be far of you. You will be just a religious person. When you want to go to big club, people clapping for you. Unajua kanisani watu wanaenda kwa mambo tofauti. Watu wengine wanaenda kusudi waonekane kwamba ni waheshimiwa. Umeheshimiwa. Sijakataa kuwa heshima. Unaelewa vizuri. Lakini mambo mengine, they just want crowd of people. Not because they are looking for salvation. Not because they are looking to see Jesus. To be changed is just paying attention of crowd. At the cross is a place of humiliation. You have to be humble. Bwana sifiwe sana. Wokovu ni kunyenyekea. You can't repent without being humble. Bwana sifiwe sana. Carrying the cross is to accept humiliation. Lazima ukubali kunyenyekea. Bwana sifiwe sana. When Jesus came to Calvary, the execution. What about do you do that in your company? Auctioneers, yes. Auctioneers. Amen. Nana mahali kukutana na auctioneers. Wanauza kila kitu chako kwa sababu hujalipa nyumba. Unajua imetokea. And they have seen most of the time government, when government wants to humiliate you, wanaleta auctioneers. Kusudi wakunyamazishe. Usiwe na sauti tena. It happened to Jesus. They grabbed all whatever he had. Hata nguo yake, even his coat. Walichukua. They grabbed for him. Why? To humiliate him. No pride again. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo at Calvary is a place of humiliation. Bwana sifiwe sana. They divested him of everything he had. Kila kitu alichokuwa nacho kilichukuliwa, kilipelekwa mpaka kabari, akabaki kwa uchi. Humiliation. No pride. Ingekuwa Yesu anataka nani heshima na baba wengine, asingekubali kwenda Calvary. Watu wengi hawataki kuokoka kwa sababu wanataka kunyenyekea. Wanaona kwamba kuokoka hadhi yake au cheo chake au heshima zake zitapunguka. Going to the cross, you have to humiliate yourself. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. This is the stigma of the cross. They hung him naked before the crowd and grabbed for his cross. Humiliation is a part of bearing the cross. Humiliation is a part of bearing the cross. Kunyenyekea ni sehemu mojawapo ya kubeba msalaba wa Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Before we can be truly effective for Christ, before we can be his disciples, we must realize that there is nothing in us worthy of God's grace. Let me repeat this. Before we can be truly effective for Christ, to be effective for Christ, before we can be his disciples, Jesus needs us to be disciples.
not being religious people, not being church attendees. We have to be disciples. Ili tuwe wanafunzi wa kamili, we must realize that there is nothing in us worthy of God's grace. Hakuna kitu kingine ambacho cha Mungu kuzidi neema ya Bwana. Haleluya. Neema ya Bwana ni ya juu zaidi kuliko mambo mengine. More than money you can have, more than position you have, more than education you have, are good to have them. But nothing was more than the grace of God. Hallelujah. Praise the Lord. Calvary at the cross is a place of humiliation. We must realize that our plan is totally without basis. Kiburi chetu lazima kiwe chini, kiondoke. Watu wengi hawaokoki kwa sababu ya kiburi. Kiburi kimewajaa kiasi kwamba hawezi kuokoka. Bwana tusaidie. Mpaka kiburi kitoke, ndio tutaweza kufika msalabani. Ndio tutaweza kubeba msalaba wa Yesu. Ndio tutaweza kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Zeni ndio utasema mimi nimeokoka vizuri. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. The cross. Sometimes we must be publicly humiliated before coming to this realization. Publicly. We must be publicly humiliated. Hata kwa umati wa watu. Bwana asifiwe. Ili tuweze kutambua kwa umati wa watu lazima unakuwa you are humiliated publicly. Jesus, though he could have called on angels from heaven to hide his nakedness and rescue him from his place of humiliation, allowed himself to become a public spectacle. Hallelujah. Jesus was able to call his angels, the angel, to come and cover his nakedness. He was able to do that. But he didn't allow the angel to come to cover his nakedness. But because of you and me, he allowed the accept to be humiliated and accept that nakedness ili sisi tuweze kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Jesus accepted that. Kubeba msalaba. Ndio maana Yesu anasema kwamba anayetaka kumfuata akubali kubeba msalaba. Si mtu watu anabeba yeye ni ishara sign baba kwa nini, lakini kubeba msalaba ni kubali kunyenyekea. Bwana asifiwe sana. Ni kubali kuweka chini, ni kubali kujifua yale ambayo yalikuwa ni ya muhimu kwako ili upate Kristo. Ndio Paulo akisema kwamba nilikubali, those I count as a gain. Jambo nione ni ya faida, niona kwamba si faida tena. Bwana asifiwe sana. Ili niweze kupata Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kupata Kristo ni kubeba msalaba. Na msalaba, one of them is humiliation. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Praise the Lord. People don't want to be humiliated. Kwanza mtu atakushtaki. Watu wanashtakia ni watu, oh, humiliated him. I'm sorry to say this. Usikubali. And sometimes I see kwa barabara wanaoonyesha gari ukutani na dada hataki kuachia kwa sababu hata kwa barabara nataka kuheshimu pende para makosa itabe tupila style mpaka nikakwaruza gari yao kwa mtu. And I was right. Lakini kwa sababu nataka kila wakati aonekane. People don't want to be humiliated. And don't humiliate any person. Amen. I know. Bwana asifiwe sana. But when we come going through the cross, hallelujah, tukija katika wokovu lazima tuwe chini. Amen. Tujivue, tukubali kufuliwa, kuondolewa vile ambavyo tunaona ni faida, kiburi chote, heshima zote, position we have, the needs we have, nini ili tuweze
kunyenyekea. Let me tell you, you can't repent. Kutubu ni kunyenyekea. Watu ambao hawataki kutubu, maandiko hawataki kunyenyekea. To tell your wife, forgive me, you need humiliation. Hello? Wanaona babu hapa. Hata kama umefanya makosa kiasi gani, I can't repent my wife. Siwezi kama msamaha mimi wanaume. That to ask forgiveness. Hata kama ni mwanaume, Bwana asifiwe sana. It works. Nenda jenga nyumba, Bwana asifiwe sana. Mama pia naye anasema until he asks forgiveness. Hata kuke aniombe msamaha, siwezi nikamsamehe. Forgiveness needs humiliation. Bwana asifiwe sana. Repentance needs humiliation. Bwana asifiwe sana. Lazima tubebe msalaba. So at the cross is a place where we have to be humble, tunyenyekee. Kwa hiyo Yesu hata kama alikubali kunyenyekeshwa na kuvuliwa hata ufalme wake, uungu wake, ili aweze kufika Golgotha. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. So Calvary, the cross is not easy place. You have to accept that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na Wakristo tufike Calvary tafadhali. Tufike msalabani. Kuna Wakristo hawajafika msalabani. They are far of the cross. But we have to reach to the cross. To the cross. Man of God at the cross. Where am I? My first. So the life. One is for some. That's more fitting. Sikuonea mbali. Ni kukaribia. One is for some. Na kukaribia lazima pawe kufanya jambo. Kubali mambo mengine. Number 6. The cross is a place of submission. There is humiliation and submission. Calvary is still a greater sense. Was a place of submission. One thing we have inherited from Adam is a free will. One thing we inherited from Adam is a free will. Free will. That will is strong. That will is strong. We want to have our own way. I have my own way. We want to go where we want because we are free. That's the free will we inherited from Adam. I have right to go anywhere. I have right to do anything I want. I have right to be the way I want to be. Those are free will we have related from Adam. We want to live the way we want to live. All those free will we inherited from Adam. Na ndivyo watu wanaishi. That is why people don't want to live to the cross. Because of that free will we inherited from Adam. Tumeurithi toka kwa Adam. Calvary, on the other hand, is a place of submission. Calvary is a place where we must say, no, not my will. We inherited the will, the free will from Adam, but Calvary is where we say, not my will. Si mapenzi yangu. Watu wanasema na nitaishi vile ninavyotaka. Nitafanya ninavyotaka. Nitavaa ninavyotaka. Nitakula ninavyotaka. Nitaenda ninavyotaka. But at Calvary is not like that. We say not my will. If you want to go to Calvary, to reach to the cross, until you accept not your will. Hallelujah. 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 Not your will, but
But thy will be done. That's what Jesus said. Thy will be done. Bwana asifiwe sana. At Calvary there is no our will. Msalabani hakuna kusema kwamba ni mapenzi yangu, hapana, bali ni mapenzi ya Bwana. Calvary is not a place you do whatever you want. At the cross is not a place you do whatever you want. It's not a place you live the way you want. It's not a place you be what you want to be. When you come to the cross, things change. Bwana asifiwe sana. Tukifika kwa msalaba, tukifika Golgotha, mambo yanabadilika. Tukiokoka mambo lazima yabadilike. Mabebe zangu ukiokoka mambo yanabadilika. Hatutembei kwa mapenzi yetu. Hatuishi kwa mapenzi yetu. Hatuendi kwa mapenzi yetu. Hatuongei zetu na kwa mapenzi yetu. Things have to change because of the cross. Hallelujah. 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 That's why we see man say, this man has changed. This lady has changed. This young boy, young man, young lady has changed. Kwa sababu ya msalaba. Hallelujah. Hallelujah. Kubeba msalaba wa Yesu ni mabadiliko. Hautaishi vile unataka, hautaongea vile unataka, hautaenenda vile unataka, hautafanya vile unataka, not your will but the will of Jesus. Bwana asifiwe sana. Ni mapenzi ya Mungu yanayotuongoza. Bwana asifiwe. Let us go to 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Wakorintho wa kwanza mstari wa 9 verse 19. Nasema hivi, for though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 9 verse 19. For though I am free for all, Paul was free for all. But after being saved, but after meeting with Jesus, after going to the cross, hallelujah, he made himself a servant to all. Bwana asifiwe sana. Alibadilika akawa mtumwa wa watu wote. Bwana asifiwe sana. Maana alikuwa hafanyi anavyotaka. Wakati wa kutenda, wapenda, do his own way, ulibadilika akafanya kulingana na mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Going to the cross and reaching to the cross, lazima kuokoka ni kubadilika wapenda. Hello. You can't tell you are born again, you are drunk, you are still drinking. You are fornicator, you are still doing that. You are sin, you are still stealing. What salvation? What kind of salvation is that? No, you are just a religious person. Lazima abadilike. Maana hutafanya, maana when you want to steal, you do that. When you want to fornicate, you do that. When you want to do things, maana unaongozwa na nini? But at Calvary is a place where things change. Not our will, but the will of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Chapter 6, 1 Corinthians. Chapter 6, 1 Corinthians. Tell your neighbor, don't do your will. Tell your neighbor, don't live according to your will. Live according to the will of God. Bwana asifiwe sana. Chapter 6, 1 Corinthians, verse 12 up to 20. Chapter 6, verse 12 up to 20. My Bible says, all things are lawful for me. Yote ninakubaliwa. But not all things are hateful.
All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meat for the stomach, and the stomach for food. And God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God lays the law, and will also raise us up by His power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of prostitution? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute became one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. But he who is joined to the Lord become one spirit with him. Hallelujah. Verse 18. Free from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. That's why you need more. You are not of your own. I am not of my own. Hallelujah. See, wait. And verse 20 says, for you are bought with a price, so glorify God in your body. We are not our own. See, wait. So there is no our will, is the will of God, because we are not our own. Amen. You catch me? Maana tumenunuliwa. Jesus, yes, ametununua. He bought us. Mchungaji bought the car there. Can the car tell him what to do? Or is the pastor how to command the car what to do? I don't know. Gari nitamwambia kasani, awe ndiye anaenda twende hapa. Maana ni yake. Bwana asifiwe sana. Na sisi tumenunuliwa. Kama umefika msalaba tayari wewe si wewe. Kwa hiyo hakuna mapenzi yako, bali itakuwa ni mapenzi ya nani? Ya Bwana. Mimi si yetu tena, maana hii ni ya Kristo. Kwa hiyo itatenda kulingana na mapenzi ya. So there is no more our free will we inherited from Adam. That's why the Bible says the first Adam alileta nini? Kifo, but the second Adam akaleta uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. The first Adam, we inherited him free will. We do what we want. We eat what we eat. We go where we go. We live the way we live. But the second Adam changed everything. Tunaishi. Paulo anasema kwamba kuishi ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. So at the cross is a place of submission. When you reach to the cross, you submit to God and say, now let your will be done. I'm your servant. I'm your daughter. I'm your man. Let your will be done. Nataka uniongoze. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao niongoze katika safari. Do you think that's so? Tunakubali kuongozwa kweli au tunajiongoza? Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Calvary is not a place to just eat what you want to eat. Hata kama vimeandisiwa. It's not a place to just drink. Kwa sababu ni nani? Ndio maana when they reach to Calvary, kwa sababu hakuna mrefu, Biblia inatuambia kwamba hakuna mbingu ya nini? Walifuata tena mbinguni. Walifuata tena mbinguni. Hakuna mbingu ya walevi. You have to stop it. Hata kama umekwenda Kenya, hakuna mbingu ya mashirika. Kuna mbingu ya mashirika. Au ni
Kuna mpigo wa uasherati? Hakuna. Ndio maana hata kama mwili, Paul said, I crucify my body. Amen. We have to crucify it. Hata kama tamaa imekuelea, you have to crucify and tell that body, I can't do my will, I do the will of God. No sexual immorality. Bwana asifiwe sana. Midomo inaacha uongo. Bwana asifiwe sana. We train our tongue to speak the truth. Our mouth to speak the truth. Bwana asifiwe sana. Because we are no longer dominated by our will. We do according to the will of God. That is submission. And to the sticking of the cross. Bwana asifiwe sana. Calvary is a place where we submit to the will of God. When we go to the cross, our will is no longer important. Hallelujah. Tell your neighbor, my will is no longer important. What is important is the will of God. That is the cross. So when you are talking about carrying the cross, you have to be submitted. Bwana asifiwe sana. Lazima. If you don't want to be that, itakuwa vigumu. It is no longer important where you want to go. How are you going to flow? Bwana asifiwe sana. Yesterday in the conference, tulikuwa na conference ya mchungaji. There was one question mchungaji alisema kwamba na kanibisha akasema kwamba anything you can't pray for it is a sin. Tukasikia mchungaji, chochote kile utaenda kutenda na uwezi kuombea, ujue kwamba ni sana. Kama unaenda kwa nyumba ya mwingine wewe wanaume au unalala na mtu wako, if you cannot stand it, now God blesses this action I'm going to do. That's the sin. You have to stop it. Amen. Hello? You, my sister, my brother, if you can't take that bottle of beer and say now, bless this beer in the name of Jesus. If you can't pray for that, don't do that. So anything we cannot pray for, we have to stop it. Amen. Anywhere we can go and pray for that. Kuna mahali pengine hapastahili kwenda. Bwana asifiwe sana. Kwa nyumba za washirati, nyumba za nini? It is no longer important what we want to be. Vile tunataka tuishi. It is only things that is important is that Christ said, take up the cross and follow me. The important is to carry the cross of Jesus. Hallelujah. As the cross of Jesus is submission, the cross of Jesus is humility, the cross of Jesus is deception, the cross of Jesus is so and so. That's the cross of Jesus you have to carry. Kama wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Calvary is a place where that soul we have inherited from Adam is nailed to the cross of Roman crucifixion. We have to nail that will. We inherited from Adam. Chukua hayo mapenzi yako ambayo tumearifu kutoka kwa Adamu, tuyapeleke Calvary, tuyapigie msumari, we crucify, then from that we live by the will of God. That is the cross. Hallelujah. Praise the Lord. If you would like to follow Christ, we must realize that our will is now His will. Amen. Our will is now His will. I stop the letters in from Colossians chapter 3. Na nitasimamia hapo Colossians 3:17. Colossians 3:17. The Bible says, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Whatever we do, in word or deed, do everything in the name of the Lord. Can you fornicate in the name of the Lord? Can you steal
the name of the Lord? Can you rise the name of the Lord? Can you fix the name of the Lord? No. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. So if you want to carry the cross, if you want to follow Christ, we must realize that our will is now His will. We have to share the will. Let my will be His will. Let your will be His will. No longer your will. Hallelujah. Those are stigma of the cross. Bishop, come and pray for us. So that we may live according to the will of God. Hallelujah. Because